Sababu ni nini hasa? Yani acha tu niongee, kwa sababu hata kama nikisema niliweke kimya ili swala tayari yeye ameshanizalilisha. Umeona? Na yeye nafikiri mpaka ameamua kuchukua jukumu hili, kuna kitu ambacho alichukua na kitafuta watu, yani jamii ijue. Kwa hiyo kwanza watanisamehe pia kama nitaongea kitu ambacho kibaya, lakini pia namuomba naye mume wangu msamaha kama nitazungumza hiki kibaya. Lakini mimi nazungumza yote ya kwa sababu tayari yeye ameshaweka wazi kwa jamii nzima. Na sio kibaya na sio kwamba unakomoa, lakini hii itakuwa kama funzo kwa wengine, wajue kwamba ni sababu zipi ambazo mwanaume akizifanya zinapelekea mke wake kusaliti ndoa. Kama ilivyo ada, mume wako alikuwa anakutimizia kila kitu, mahitaji yako yote ulikuwa unayapata, pesa, gari anayo, nyumba nzuri. Ni kipi hasa kwa kibenteni huyu bwana mdogo tu huyu? Mimi naumia sana, yani najikuta hata kuongea na shinda. Pole sana dada, jikaze. Waambie Watanzania wengine wajifunze kupitia wewe. Pole sana. Mimi nachoambia tu Watanzania wenzangu, hususan sisi wanawake ambao tuko kwenye ndoa, mara nyingi jamii ikikuangalia wanasema au wanaweza wakaona kwamba huyu mwanamke ana amani katika ndoa yake, au labda huyu mwanamume ana amani katika ndoa yake. Lakini wakati mwingine sio kweli. Sio kwamba wote wanapata amani katika ndoa zao, ila kilichokuwepo wengine wanaweka ile mazoea na kumjengea mwanamume heshima. Basi hata kama watakuwa wanafanya mambo yake, lakini anamjengea heshima. Kwa hiyo hata yeye pia alitakiwa nijengee mimi mke wake heshima, kwa sababu yeye anajua kwa nini mpaka mimi leo nimefanya hichi kitu. Japokuwa sikupenda mimi ayajue yote haya, najisikia vibaya. Pole sana dada, pole sana. Pole. Hebu jikaze utuambie kidogo. Ni sababu zipi hizo? Pole sana dadangu. Tufafanulie vizuri. Watanzania wanahitaji kujifunza wengine kupitia wewe. Sasa usiposema maana yake hawatapata funzo. Wale ambao hawajafanya kitu kama hichi wanapaswa kujifunza kupitia wewe. Hebu wape funzo dada. Yani shoti tu mtangazaji, mimi na mume wangu tunaishi maisha mazuri sana. Yani hata hapa mtaani kwetu watu wengi wanajiuliza, mbona hawa wagombani? Mbona wana furaha? Mbona wanaishi vizuri, wanasoma shule nzuri? Wananiona tu muda mwingine niko happy sana na mume wangu. Tuna furaha na kila kitu. Hatuja hata siku moja kuonyesha madhaifu yetu mbele ya laiki za watu. Lakini leo watu wote mimi nahitaji wajue kwamba si kila mwanamke unayemwona ana furaha ndani ya ndoa yake basi ana furaha kidhati. Wengine watu na astiri waume zetu, na ndivyo Uislamu unavyotaka. Mwanamke wa Kiislamu lazima umstiri mume wako kwa hali yoyote ambayo umekubaliana nayo. Lakini mimi sikuyatarajia ya mbeleni kama yatakuwa hivi. Hakuwa hivyo. Mimi nafikiri hata yeye pia kuna vitu vingi ambavyo amevifanya mpaka ile imefikia hatua hii. Yapi hayo sasa? Tuambie yapi hayo ambayo mume wako unazunguka mbuyu dada. Yapi hayo ambayo mume wako akiyatenda yamepelekea wewe kukosa amani na furaha ya moyo? Kamoyo kaligagasika kidogo. Ni yapi hayo? Mume wangu amebadilika sana. Si mume wangu yule, si kesi yule ambaye namjua. Si mume wangu yule ambaye nimemzoea miaka yote toka tunaanza ndoa yetu ikali mpya. Amebadilika kiasi kikubwa sana. Na inafika kipindi hata haki yangu ya ndoa kuipata ni ngumu. Aisee, mazito haya Watanzania. Watazamaji wa Mbengo Online TV. Dada alikuwa hapati haki yake ya ndoa. Bila shaka huhitaji maelezo mengi sana ili kumliza dada. Tumeshabaini kwamba sasa aisee, pole dada. Asante. Sasa labda hukuona njia nyingine, labda kutafuta washauri wakamshauri mume wako kabla ya kuanza kumsaliti mume wako, wewe labda kukaa na mume wako umtengeneze kisaikolojia, umwambie madhaifu yake kabla haijafikia hatua hii ya nyinyi kuzalilishana? Manake hapa mmezalilisha familia yenu, mmejizalilisha na nyinyi pia.
hakukuwa kuna nafasi ya kuwewe kutafuta washauri au wewe pia kumshauri mume wako Yaani mtangazaji, mimi unaona mpaka nimefikia hatua ya kufanya haya, na wananchi pia walione hili na pia wanisikize kwa makini, mpaka nimefikia hatua ya kufanya haya. Mimi sikuzamiria na wala sikupenda mimi nifikia hatua hii, kumdhalilisha mume wangu, kudhalilisha wazazi wangu na pia kujidhalilisha mwenyewe. Nimefanya yote hayo, nimetafuta ushauri mbalimbali.